Kifo cha Albert Omondi Ojwang ni kifo ambacho kimeweza kushtua taifa la Kenya. Ilikuwa namna gani? According to James, ambaye ni afisa wa polisi, ameweza kupasua mbarika leo na kutoa taarifa jinsi kifo cha Ojwang kilitokea. Ameweza kumlaumu OCS anaitwa Samson Talam kwa sababu yeye ndio alicoordinate. Ilikuwa namna gani? Hiyo usiku wa tarehe 7 mwezi wa 6 2025, before hiyo usiku ambapo Albert Ojwang aletwe katika seli ya Central, naibu wa OCS ambaye anaitwa Samuel Ng'ang'a aliweza kumuita James Mukwana katika ofisi ya OCS Samson Talam na akaweza kupewa instruction. Talam aliweza kuinstruct Mukwana ya kwamba kuna information ama instruction zimetumwa na mkubwa hapa ni DIG Eliud Lagat, na zinasema kwamba kuna mtu ambaye ataletwa hapa usiku na DCI. Huyo mtu anafaa ashughulikiwe. Kushughulikiwa hapa, mtazamaji, inamaanisha kwamba aweze kupewa discipline. Ni kama ni kawaida yao kudiscipline watu. So hiyo usiku huyo muhusika ambaye ni Albert Omondi Ojwang angefaa apewe discipline. Na James akauliza, itakuwaje mkubwa? Itakuwaje eti nimpe discipline? Ni aje? Alijaribu kupinga according to James. Lakini Taalamu akamwambia, kumbuka instruction zimetoka kwa mkuu, na mkuu akisema that is final. Mkuu akipeana instruction that is final. So ufai kupinga masharti ya mkubwa DIG Eliud Lagat. So James akakubali, singo upande tu, akakubali kufanya chenye aliambiwa, kwa sababu usipotii ya mkuu basi labda hata kufutwa ama uwekelewa makesi itafanywa. Kwa hivyo hiyo usiku wa tarehe 7 mwezi wa 6 2025, saa 2 usiku hivi, Albert Omondi Ojwang alifikishwa Central, kituo cha Central na Subaru akiwa na pingu mikononi, na akaweza kuandikishwa saa 3:20, na hapo wakamuweka katika seli peke yake. Wakaenda kufungulia mabusu wengine hatari kabisa, criminals hatari, jamaa wameunga kabisa, wakaunga jamaa, wamekula, wamebeba gym, jamaa wezi, watu wako na nguvu kabisa, ili wakamshughulikie Albert. Jamaa hao ni Collins Aleri, Amiton, Brian Mwaniki na Eric Ndambuki. Walimshughulikia, walienda katika hiyo cell, wakamchapa, wakamshughulikia, wakamupiga kabisa, wakampiga bila huruma kabisa. Kumbuka au ni watu ambaye ni criminals, hata hawakuwa wanajali kabisa watamugonga wapi. Walimpiga. Albert alijaribu kuomba msamaha, alijaribu kulia, lakini wapi, hakukuwa na msaada. Seli ilikuwa imefungwa, yeye tu, watano tu katika hiyo seli, yeye na hao criminals wane. Walimdiscipline, hatimaye discipline ikawa kifo. Kwa hivyo James anazidi kusema kwamba alisikia sauti mpaka sauti sasa ikaanza kudidimia, ndiye akakimbia kwenye seli wakiwa na afisa mwingine aliyemuita Kimani. Akapata ashapiwa kabisa mpaka ako unconscious, damu tu inatoka kwa mapua, na hapo ndivyo alimuita Ng'ang'a, alimcall Ng'ang'a ili wampeleke hospitali. Walimpeleka hospitali na muliona jinsi vile CCTV zilikuwa zinaonyesha, but before that I think alikuwa ashakata roho. Sasa tarehe 8 siku yenye ilifuata ndio phone call kutoka maafisa wengine wanasema kwamba ilikuwaje, umesikia? Akasema amesikia. Itakuwaje? Alipopigia Taalamu alimwambia kila kitu kiko shwari kabisa, kila kitu imeshughulikiwa na usitie shaka, kila kitu iko fiti. Tarehe 11 ndio sasa anaitwa, ati sasa kuna taarifa anafaa kumake, kuna statement anafaa kurecord, na hapo anakiri ya kwamba alidanganya DCI. Wakati alienda ndio anagundua kumbe au maafisa wengine walimuwekelea,
Wakati aligundua atabeba msalaba peke yake, aliamua siku iliyofuata kwenda kuandikisha upya statement yake na kusema yaliyotokea vile nimeweza kukusimulia. Alisema kwamba Ojwang was not supposed to die. Hakuwa afe, ilikuwa tu discipline according to Mukhwana. That is how Ojwang met his death.